Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha uungane nami kwenye tafakari ya neno la Mungu ya siku ya Jumanne ya juma la 17 la mwaka. Injili ambayo inatuongoza kwenye tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 13 aya ya 36 hadi 43. Katika injili ya leo, wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama ilivyokuwa kawaida yao, pale ambapo hawakumuelewa Bwana wetu Yesu Kristo kwenye mifano ambayo alikuwa akiitoa, basi waliporudi nyumbani, walipokuwa faragani, walimuuliza Bwana wetu Yesu Kristo awape ufafanuzi wa hiyo mifano ambayo alikuwa akiitoa. Basi leo hii wanamuomba Bwana wetu Yesu Kristo awaelezee mfano wa ngano na magugu. Na Kristo anatumia huo wasaa kuwaelezea au kuwafafanulia huu mfano, na anawaambia magugu na ngano lazima yaachwe yakue kwa pamoja mpaka muda wa mavuno. Ufafanuzi huu kibinadamu unaonekana kama hauna mantiki, kwa sababu kwa mkulima ambaye ni makini, ambaye anataka apate mazao mengi na mazuri, hawezi akaacha magugu yaendelee kumea pamoja na ngano. Lazima ataondoa magugu mara moja ili ngano iweze kustawi na iweze kuzaa matunda mengi na mazuri. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anasema yaachwe yakue kwa pamoja. Kumbe hii ni picha ambayo inaonyesha kwamba lengo la Kristo la kutoa mfano huu sio kutufundisha mbinu za kilimo. Yeye sio afisa kilimo au bwana kilimo ambaye anatufundisha namna nzuri ya kulima ili tuweze kupata mazao mengi. Kumbe mfano huu moja kwa moja unalenga juu ya siri za ufalme wa Mwenyezi Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo kwa mfano huu anafunua moyo wa Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ni Mungu wa huruma. Ni Mungu ambaye anatupa nafasi ya sisi ili kuweza kubadilika. Kwamba na muda ambao tunao, nafasi ambao tunayo leo hii, basi tuitumie vizuri kwa ajili ya mabadiliko. Muda huu ambao tunao sio muda wa hukumu, bali ni muda wa kuweza kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, Mungu angeweza kuhukumu dunia muda wowote anaotaka. Angeweza kumwadhibu mwenye dhambi mara tu pale anapokosea, lakini hafanyi hivyo. Sio kwa sababu hajui kinachoendelea, sio kwa sababu hana uwezo, wala si kwa sababu labda hawezi kuzuia uovu. Hapana, ni kwa sababu ya subira ya Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anatupatia nafasi ili sisi tuweze kubadilika. Kila siku tunapoamka asubuhi tukiwa wazima, tukiwa na afya, ni ishara kwamba Mungu bado hajasema neno la mwisho juu ya maisha yetu. Kila pumzi tunayovuta ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu unaosema bado una nafasi ya kuanza upya. Ndio maana Mtume Paulo anatuambia sasa ndio wakati unaokubalika. Sasa ndiyo siku ya wokovu. Mtume Paulo anatusisitiza kutumia muda wetu vizuri, kwamba sasa ndio wakati wa mabadiliko, sasa ndio wakati wa wokovu, sasa ndio wakati wa kuanza upya. Tatizo letu ni kwamba mara nyingi tunachukulia uvumilivu wa Mwenyezi Mungu kama ruhusa au tiketi ya sisi kuendelea kutenda dhambi. Tunasema nitabadilika baadaye, nitabadilika kesho, bado nina muda, lakini hatujui hiyo baadaye itafika lini. Sisi tunachojua ni leo, tunachojua ni sasa. Ndugu zangu, maisha ya Kikristo si kuhusu jana, si kuhusu makosa tuliyofanya miaka mingi iliyopita, wala si kuhusu kesho ambayo hatujui kama itafika. Maisha ya Kikristo ni kuhusu leo. Leo unaweza kusamehe, leo unaweza kuacha chuki,
Leo unaweza kuacha dhambi, leo unaweza kubadilika na kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio sababu Mungu hajayaondoa magugu bado. Anangoja ili wale wanaoonekana kama magugu leo wapate nafasi ya kubadilika. Fikiria Mtume Paulo. Kabla ya kuwa mtume, wote tunafahamu historia yake. Alikuwa analitesa kanisa, anawatesa Wakristo, lakini baadaye Mtume Paulo akaongoka, akawa mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo, na karibu zaidi ya nusu ya Agano Jipya ni kazi ya mikono yake. Je, Mwenyezi Mungu angemhukumu pale ambapo alikuwa analitesa kanisa? Tungempata mtume Paulo? Hakika ni hapana. Kama Mungu hakuweza kumwadhibu mtume Paulo na mtume Paulo akatumia muda wake vizuri kubadilika, basi ni mwaliko hata sisi kuweza kubadilika. Labda leo upo katika hali fulani, lakini hiyo tambua kwamba ni nafasi ambayo Mwenyezi Mungu anakupatia, na hiyo nafasi uweze kuitumia ili uweze kubadilika. Lakini pia tusisahau kwamba nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia si ya milele, haidumu milele. Yesu anasema kutakuwa na siku ya mavuno. Kutakuja siku ambayo kila mmoja atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Leo ni siku ya huruma. Leo ni siku ya nafasi ambayo ninaalikwa kuweza kubadilika, lakini siku hiyo inayokuja itakuwa ni siku ya kupokea haki yangu, namna ambavyo mimi nimeishi. Itakuwa ni siku ya mavuno, itakuwa ni siku ya kutenganisha ngano na magugu. Ndio maana tusichukulie poa toba, tusiahirishe kufanya toba. Usiseme nitaanza kusali nikistaafu. Usiseme nitabadilika watoto wakikua. Usiseme nitakwenda kuungama wiki ijayo. Mungu ametupa leo, na leo ndio zawadi kubwa kuliko zote. Tumia leo yako kuweza kubadilika. Ndugu zangu, kila jua linapochomoza, Mungu anasema na sisi, mwanangu, binti yangu, anza upya. Haijalishi ulianguka mara ngapi jana, muhimu ni usikatae kuinuka leo. Mungu hachoki kutusamehe. Mara nyingi sisi ndio tunachoka kurudi kwake, lakini yeye moyo wake upo wazi, huruma yake ipo wazi. Pale ambapo tutaamua kwenda kwake na kutubu na kuweka nia ya dhati ya kubadilika, yeye anatupokea. Basi tutumie vizuri muda huu wa neema ambao Mwenyezi Mungu anatupatia. Tufanye kila siku iwe mwanzo mpya wa maisha matakatifu, tukijua kwamba siku moja wakati wa huruma utageuka kuwa wakati wa hukumu. Na tukianza upya kila siku pamoja na Kristo, hatutakuwa na hofu ya siku hiyo, kwa sababu tutakuwa tayari kukutana na Bwana kwa ajili ya kumlaki na kukaa pamoja naye na kuurithi uzima wa milele, kutupatia lile tuzo ambalo ametuandalia. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.